Actually tukimchukua studio kurekodi mara ya kwanza, you cannot be surprised. Actually alifanya vizuri kuliko mama yake. Yeah. Napatwa na wazo nikifikiria hukumu za siku za mwisho. Mimi mwenye dhambi tena mkosaji, jina langu liandikwaje? Matendo ya siri niliyoyatenda nitajibu kwenye kisimba. Na limeandikwaje, na limeandikwaje jina langu kule mbinguni. Nitakuwa wapi siku ya hukumu, jina langu limeandikwaje? Na maybe nikuulize nani wanamwandikia nyimbo? Okay, wewe mtoto nyimbo. Babake anatengeneza nyimbo. Get the point. Take a step forward. What's up, good people? Welcome and welcome back to Get the Point Media. This is the best online TV that spreads good news to inspire and educate. In case you're new here, consider subscribing, and if you're a returning subscriber, thank you so much for tuning in. We appreciate you being part of this family. It's your girl Jillian Kirubo here in your favorite exclusive interview. So leo tuko na mgeni, a very young talented soul. Watu mmemwona TikTok, mmemwona YouTube, mmemwona WhatsApp status, mmeshanga who is this young lady, ama nimite young girl who has such a talent. So today here in Get the Point Media, tumemtafuta, tumemleta hapa so that you know everything that you've always wanted to know. Tune here at Get the Point Media where we give you everything that you need. So she is our visitor today. Na tunataka tujue everything that you've always wanted to know here. Mambo mama? Wow. Kuna mtu maybe amekuona for the first time, amekuona mara ya kwanza, tungependa utuambie majina yako ni nani? My name is Murapali. Oh, jina ya usanii unajulikana. Hiyo ni majina ya usanii ama jina ya usanii ni gani? Mora. Uko na miaka ngapi? 4. 4. Uko na talent na 4 years. Wow. Ulianza kuimba lini? Ukiwa miaka ngapi? 2 years old. 2 years. Na ulikuwa umeanza kuimba? Wow, hiyo ni poa. Na mimi nikuulize mzazi, wakati uliona ako 2 years na ameanza kuimba, ulijifikiria aje, ulisikia aje? Okay, mimi nasema hata okay, yeye kwanza ni 2 years. Ile kwanza real ile sana inaweza simama kuimba kwa watu. Ilikuwa ni 2 years. Lakini kwanza kabisa alianza akiwa mdogo, alikuwa anajisumbua, anafanya science, anataka kuimba. Yaani alikuwa tu anajisumbua. Okay. So nikaona ameanza kuimba. Siku nyingine kulikuwa na watu walikuja kufanya recording somewhere. Okay. Wakaona anajaribu, anataka tu kuimba naye nyimbo zake. Wakasema, wakatupea tu advice, wakasema huyo mtoto aende kwa studio, aende afanyiwe recording. Wakamsupport akafanya recording. Na kama mzazi, haukuona kama ni challenge, ni mtoto mdogo, labda unataka kisha aende shule, hukuona ni challenge? Okay, mimi naweza sema hata kwanza huyu mtoto akienda kwa studio, in fact hakuogopa. Na unajua mtu mkubwa sometimes ukienda kwa studio kuimba, unaweza enda alafu kima unaanza kuhema. Ile kurudia. Lakini huyu mtoto wakati alienda kwa studio, alienda alikuwa anaimba kutoka jumba, ile kuhema haikuwa, yani tu alianza yani ni kama yani unaweza fikiria haikuwa siku yake ya kwanza, though it was her first time. Okay. Yeah. Na unachukulianga aje negative comments? Kuna mama pale wanasema huyu mama yao mtoto ni mdogo, badala ashughulike na shule anashughulika na uimbaji. Unasikianga aje kwa hizo negative comments? Okay, unajua mtoto anafanyia Mungu. Yeah. Na Biblia inasema let the little children come to me.
and do not stop them. So hatufai wakataza kwa maana amejitolea na ameonyesha kipawa chake, yani tumeona talent yake. Tukaona ni vizuri tu aendelee. Yeah. Na mbona nikuulize pale shule kwa class, si watu wanajua unaimba? Kuna watoto wanakuchukia juu na unaimba, labda unawashinda kuimba au unaimba vizuri. Watoto wanakuchukia. Wanakuchukia kabisa. Unawafanyanga aje ama unawaambianga aje? Wakikwambia vibaya. Ama unasema tu Mungu, unawaachia Mungu? Nawaambia Mungu atawachoma. Enyewe mtu mwenye ako na chuki, Mungu anawachoma. Na labda mzazi nikuulize, walimu wamekwambia nini? Labda wameshajua talent yake shuleni, wamekwambia nini? Okay. Pia wao wako na furaha sana. Juu wao wanajua ni mwanafunzi wao. Na kwa ajili ni mwanafunzi wao, wanajua wao sasa ndio wanaendelea kumfundisha. So they are happy wakiona akiimba. Yeah, wako tu sawa, wanasikia tu vizuri. Hata sometimes wanasema wakipata functions watamuita aende. So they are okay. Yeah. Na maybe nikuulize, nani wanamwandikia nyimbo? Okay, wewe mtoto nyimbo. Babake anatengeneza nyimbo. Sasa zile anatengeneza, si kuna ile kuimba kwanza, utengeneze voice, ndipo uiweke sasa ikae nyimbo kabisa, sasa inaweza imba. Sasa huyu naye atumfunzi. Unapata ako tu mahali anacheza, lakini mind yake iko tu anasikiza venye mtu anai. Sasa siku nyingine ukimpea sema asalimie watu, sema kwa kanisa. Anasimama na ile song. Sasa unashindwa huyu mtoto hujai mwambia ajifunze song. Na anaanza tu anaanza tu kuimba. So ni babake ndiye anatengeneza nyimbo. Okay. Na umetoa nyimbo ngapi saa hizi? Sasa umeimba ngapi? Nyimbo zenye umeimba umerecord ziko ngapi? Ziko 4. Unaweza tuambia majina za hiyo nyimbo, labda mtu aenda search YouTube. Tuambie zinaitwa aje, ambia watu huko nyimbo zinaitwa aje. Ya kwanza inaitwa aje? Ama labda mzazi unaweza msaidia. Napatwa na wazo. Jerusalem. Ninki kware raiga. And then finally obuya kwenye sai. Na labda nikuulize, hiyo ya kulia, hiyo ya kikisi umesema ninki kware raiga. Ni mlifikiria wapi hadi mkaamua mwandike hiyo? Okay, huyu mtoto nikiwa na mimba ya my second born. So kuna ile kusikia sometimes umechoka, sometimes unaweza fanya ulie. So yeye alikuwa anakuja ananiuliza mama, ningekwari raiga. So hiyo song tu nikaitoa. Nikakuja tu ningekwari raiga. Kereme chando cha. So na akaishika akarecord. Naona pia unaimba. Yeah, mimi pia ni mwimbaji. That's nice. Na unapenda wimbo gani kati ya hizo 4? Unapenda gani? Patwa. Unapata na hiyo unapatwa na wazo. Hiyo nayo imetrend TikTok basi, na ningependa uimbie watu kidogo waisikie labda. Imba tu kiangalia watu kuwasikia. Napatwa na wazo nikifikiria hukumu za siku za mwisho. Nimedhambi tena mkosaji, jina langu andikaje. Nalimeandikwaje, nalimeandikwaje, jina langu kule mbinguni. Nitakuwa wapi siku ya hukumu, jina langu limeandikwaje. Wow, hiyo wimbo ni tamu sana na inapatia watu huko nje wajue itakuwaje kwa siku ya hukumu. We appreciate so much. Na labda ungependa kuambia watu jina ya YouTube, ndio mtu pale penye amemwona labda anaweza msearch pale YouTube. Okay, pale YouTube anaitwa Mora Mo. Mosa ndio jina ya usanii.
Ningependa kuambia wale wasikilizaji ama wanatazama nyakati hizi waweze ku-like, wa-share, wa-comment and then wa-subscribe na wa-support huyu mtoto ili tuweze kuinacha hii talent yake. Yeah. It's a young talent na tungependa watu pale nje. So people go there YouTube, search Mora Mo. A very young talent to support pale, subscribe, like na pia mcomment pale mumwambie. Hata mnaweza mpatia idea of songs aendelee kuandika. Na tungependa pia tuone babake. Tumjue, watu wajue pia babake, waone the such kind of a talent pia waweze ku appreciate pia mzazi. Tungependa pia babake aweze kuja tumuone. Habari yako babamu? Niko salama. Karibu sana to Get the Point Media. Thank you. Ningependa tunikuulize maswali kidogo. Wewe kama baba, unajua kwa familia nyingi baba wanapenda wakiona mtoto anaimba, wengine hawapendi kusupport juu wanaume wengi pia hawapendi kanisa. Wewe kama mzazi wa kiume, unaweza ukaambia nini wazazi wa kiume huko nje ambao maybe watoto wao pia wako na situation kama hii? Nikiwa mchungaji huwa ninafundisha juu ya mambo ya talent. Na Biblia inasema tumebebwa kipawa. Na kila mtu akuna kipawa. Na sana sana CPC ilipoingia ilinipata katika changamoto, nikajiuliza I didn't know my talent nikiwa mdogo. Na hata kama ningeijua sikuwa na that possibility ya mtu ambaye angeilea. Ikawa kwamba in the process mimi ni natengeneza nyimbo kidogo na mke wangu ni mwimbaji. Sasa mtoto akawa ameanza kuimba na akawa anaonekana kwamba nikitengeneza wimbo anaipik na akiipik inaanza kuwa yake. Tukaanza kuona kwamba huyu mtoto ataichukua. Na akiichukua na ile mind ya CPC ikiwa ndani yangu na nikiwa mchungaji, nikaona tu ni vizuri kama anaonekana kuwa ataimba. Na ukweli anaimba. Na ukweli anaimba. Tukienda na alinisangasha na alinichanganya kila saa nikienda mahubiri kwa sababu every day tukienda kanisani nisipompea nafasi asalimie watu anakasirika. Na haezi endelea kukaa. Actually hakuna kitu utamwambia afanye. So ilibidi kwamba ameniteka kwamba lazima nampa na wasalimia. In the process ya kuwasalimia unapata ameleta ule wimbo alisikia tukitengeneza anauleta kwa pulpit. Sasa ukisikia kama mzazi nikaona kwamba huyu mtoto kama hakuna memory na hakuna uwezo na hakuna ile tunaita courage. Kuna kitu inaitwa courage. Yeah. Inaitwa courage. This girl can stand before even 10,000 people. Na ajui ni nani yako mbele yake. Yeye anajua kile alienda kufanya. Na ukimwambia eti kuna kuogopa, yeye ajui hiyo kuna kuogopa. Yeye anajua kwamba anafaa kuongelesha. So nilipoangalia kwamba mtoto wangu anataka kuwa mwimbaji na nika make mind kwamba nikiwa natengeneza nyimbo na mamaka akiwa mwimbaji, obviously mtoto atakuwa ni kama hakuna kipawa kabisa. So in that process nikasema the best thing I can do is to nianze kuangalia kama ni ukweli. Actually tukimchukua studio kurekodi mara ya kwanza, you cannot be surprised. Actually alifanya vizuri kuliko mama yake. Yeah. Hadi wa studio yani in the span of 2 hours amerekodi nyimbo 2. Unaona? Na ni mtoto. Nikamshangaa. Ikawa sasa tumeanza kuona huyu mtoto waje tutumsupport. At some point nikasema hata ni afadhali huyu mtoto aimbe awe supported kuimba. Mamaga ni kama kipawa amepeana tu. Lakini wote wanaimba. Pia wote wanaimba na nashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo familia. Kwa hivyo niko tayari tu kumsaidia kwa sababu isipowasaidia kipawa naweza kuwa nimeenda kinyume cha Mungu na ninaweza kuwa nimeenda kinyume cha mahitaji ya mtoto na sana sana huwa ninajiuliza maswali mengi bila kujibu kwamba mbona vipawa vingi sinaenda sikikufa na singesaidika. Kwa hivyo nikasema sitaki kuwa one of the people ambaye anapata kipawa cha mtoto na anaacha kinapotea tu. Na ukweli wako wengi hapo nje. Wako
Na yeye akitaka kuimba hataki mtoto afike karibu. Huyu amekuwa karibu na mimi ni kama bagi yangu. Ndio maana hata vitu nyingi anakuwa tunamuita courageous. Yaani anakuwa yule mtu ambaye amezoea mahali baba yuko na yeye yuko huko. So in that process ndio maana nakwambia kiniuliza kwamba niliona aje ni msupport. Singeona kitu kingine kuliko kumsupport. Mimi niliona majukumu. Kama saa hizi vile ameanza kuimba na ameanza kuzoeleka na watu wengi, inanikula akili kwamba sasa akihitajika kuenda kuimba mahali, inanibidi nichukue jukumu kama mzazi, nimchukue afanye mahubiri. Na ukimuongelesha vizuri, utasikia kwamba si eti ajue anachofanya, anajua anachokifanya by the way. So at 4 years, I thank God. It's just a gift of God. What can I do? Okay, hebu nikuulize wewe. Ingekuwa ni wewe, ungefanya aje? Mimi kuwa na mtoto. Mimi ningemsupport venye inafaa. Nafanya vile kile mzazi mzuri anafanya. So I'm just doing what the right parent can do. Yeah, and I'm ready to support this girl. Afanye kumfanyia Mungu kazi jinsi atakavyoweza. Jinsi dunia itakapomkubalia. Na maisha yatakapokubali na Mungu akiwa upande wake. Na naomba kwamba maybe najua sometimes atatushinda, atakuwa na mahitaji yaliyo zaidi ya vile tunaweza fanya. Ndio maana sometimes tunasema kwamba talent is always supported. Ukiona inafaa, ukiwa na ile roho ya kutaka kusaidia huyu mtoto sahihi vile iko hivi, vile ameanza kuimba hivi, kweli ni kwamba atahitajika kurekodi nyimbo, atahitajika kufanya shooting, atahitajika kwanza janeli yake inafaa kuwa na nyimbo nyingi sana na ni mtoto wa shule na but hakuna talent na usifikirie apendi masomo. Anapenda masomo sana. Anasoma shule ambayo inampea homework ya the whole term ile ambayo wako nje. Kwa hivyo amemaliza homework mpaka ya January 27 na amfira amekaa hapa. Kwa hivyo aling'ang'ana akamaliza na anajua anaimba. Ndio maana nataka niseme kwamba Mungu ambariki na abariki kila mmoja ambaye maybe akona nia ya kusupport mtoto, tutashukuru. Mungu akubariki. Kuna watu huko nje wangependa kusupport. Ningependa labda uambie namba ya simu ambayo wanaweza wakawapata ama labda wanaweza taka kuwaita kwa events, waende wawaimbie. Naomba tu wapatie namba ya simu. Namba ya simu yangu personally ni 0711 69 49 59. Hiyo ni Safaricom 0711 69 49 59. Maybe Airtel 0787 99 7678. Hizo namba zote mpenzi mtazamaji tutakuwekea pale chini. Na namba ya mamake pia. Ya mamake pia 0708 391 267. Good. So tutakuwekea pale kwenye screen mpenzi mtazamaji so that when you want to support this young talent unaenda pale unachukua hiyo namba. Ukikuwa na event, any event, muite ako available. Kwanza wako kwa holiday bado, just look for her. Hiyo namba tutakuwa tumeweka pale chini, itafute, ipige, iko on always, haiwezi kuwa inaenda off. Support this young talent. Namo, ungependa kuambia nini wale watu wanapenda kukuwatch, wanasikiza nyimbo zako? Utawatolea nyimbo zingine? Na utawaambia nini? Waambie hata wasubscribe kwa YouTube channel. Waambie haraka tuende. My name is Morapali. Mimi ni mwimbaji, wimbo yangu iko YouTube pale getthepoint. Taka support mengi uko YouTube na comment na like na subscribe. Tukimalizia tungependa Mo atuimbie wimbo tukimalizia interview. Napatana wazo nikifikiria hukumu za siku za mwisho. Imba basi. Napatwa na wazo nikifikiria hukumu za siku za mwisho. Mimi mwenye dhambi tena mkosaji,
jina langu limeandikwaje? Matendo ya siri niliyoyatenda, nitajibu kwenye kisimba. Na limeandikwaje, na limeandikwaje jina langu kule mbinguni. Nitakuwa wapi siku ya hukumu? Jina langu limeandikwaje? Wapenzi watazamaji, thank you so much for tuning to Get the Point Media. You ask and we deliver. You asked for her, we have delivered. Ask for another. Go to YouTube, More, search the name, watch the songs, comment, like, share to your friends, and even subscribe so that to support this young talent. It's always a girl here, Jillian Kerubo. Thank you for tuning in to Get the Point Media. Get the point. Take a step forward.